Ni ukumbi wa vijana. Tumetembea leo hustle yangu, tuko Total and we have a studio fulani inaitwa Enchipai Studio. So nimepatana na vijana wengi hapa hivi wamejianzishia kazi ya wana record watu mawimbo, wanafunza. So they will tell you more. So ni mimi wako Jacinta na Mo. Habari yenu? Nzuri sana. Mko salama? Kabisa. Okay, so kabla tuendelee, juu mko wengi, mtuambie majina kila moja alafu tutaendelea. Naitwa Morris Serulo. Yeah. Naitwa Paul Kipetor, Enchipai CEO. Yes. Naitwa Hilary Kitim. Naitwa Brian Mutai. Alafu si mtuambie kwanza meaning ya Enchipai ni nini? Enchipai. Okay. Enchipai inamaanisha furaha. Furaha. Yeah, joy, happiness hiyo. Yeah. Simple sana. Alafu juu nyinyi wote ni band. So nani ndo alianzisha nini alikaa chini akasema tuanzishe Enchipai na yeah. Okay. Mimi ndio nilikuwa na hii dream, hii vision kuanzia kitambo. Yes. Na tumekuwa tukikuwa na vijana kutoka kitambo sana, boys wangu. Sasa ikafika point like nataka hii vision explore. Yes. Nataka ikue into place. Nikasema acha niongeleshe hawa boys wangu niwaambie niko na vision hapa, but saa itakuwa aje na tunaweza achieve aje pamoja juu sidai kufanya kazi peke yangu. Yes. So kidogo meeting pale place fulani inaitwa Reporto Machipo pale kidogo tukiongea hadi hii idea ikaanza kutake shape. Sasa nikaambia unaonaje tukianzisha kitu kama kistudio hivi, alafu pale ndani wasee wanatoa mangoma, kunaweza kuwa na daru pia unacheki. Yes. Alafu pia story na rehearsal like wasee wa muziki wanaweza kama wachape muziki. Yes. Yeah, so tuka visualize the dream then kidogo April pale tukaamua mambo ni kuamua tu. Yeah, na issue kubwa. Exactly. Alafu nikuulize like unajua mnafanya role mingi si ndio? So ndo juu unasema mlikuwa pamoja like mlipatana aje ndo ukajua huyu anaweza fanya hivi, huyu anaweza fanya hivi? Okay, tumekuwa na boys kanisani, tunakuanga band pamoja church. So wengine wachache kama wawili hivi tumepatania mahali mbali kidogo like event hivi. Then tukaona mazee tunaweza fanya kitu pamoja, unacheza fiti nini. Then hivyo tu tukalink up. Unajua unapatanga tu wase like maroho zimeshikana tu unaona. Rahisi tu hivyo. So hivyo ndo tukapatana. Yeah, na sasa utuexplainie like utuambie role ya kila mtu hapa hivi like kuna mwenye anafanya hivi na hivi. Yeah. Okay, so tukianza na huyu hapa, Morris ni teacher actually. Anatoka Nakuru. So yeye ndio tunakuanga na classes actually kwa hii place. So umse ndio anafunza na simple hivyo tu. Alafu mambo mingi sana. Alafu mwingine. Alafu huyu mwenye amekaa hapa kando yangu Bazu, anafanyanga drums, anachezanga bass. Drums I mean. Sio bass. But sometimes pia anacheza bass, bass guitar, but ame specialize kwa drums sana. Then huyu mwenye amekaa hapa anaitwa Brayo. Huyu ndiye anachezanga bass sasa. Huyu ndio msee wa bass, anacheza bass guitar. Then mimi nacheza guitar, lead guitar. Then there is one of us but yuko sahi hapa anaitwa Eugene. So yeye ndiye anachezanga keys. Of course band bila keys mazee inakuanga ni tricky kidogo. So okay, alafu ni kiweza uliza nini venye mlipatana nyinyi wote ni
muli invest ama mlifanya aje ndo mkaget pesa ya kunini ya kuanzisha bizi yenu? Okay, kitu ya kwanza I'll say wameinvest sana kwa hii stuff. Kitu ya kwanza muhimu wameinvest ni time. Kunanga kitu yenye ukiinvest tumeinvest do peke yake then ina work out. Lazima msee kwa ameinvest time yake. Hiyo ndio kitu important sana. Do inaweza kuwa but kama time hakuna hamwezi fanya kitu. So wameinvest time then tukianza tumekuwa tukifanya masaves kidogo tunachanga do kidogo tunakuwa instrument kamoja kidogo tunapata do mahali tunaleta instrument ingine like hivyo tu ndo tume come up na hii studio like hatukuwa na lump sum money like imekuja tu hivyo once then tukaanzisha hii stuff. Ilikuwa tu ile kidogo unapata pesa mahali unasema mazee ile dream yetu acha niweke hapa hii do. Hivyo tu hadi tuka come up na instruments at least kadhaa inaweza tusukuma kwa hii biz. So like nikiweza uliza mna charge like umesema kuna lessons, so kuna vile mna charge ama ni per month, ni kwa siku ama ni aje? So sisi huwa tunacharging in terms of semesters I mean. Tunakuanga for example instrument moja tuko na 2 semesters like tunaifanya tu like kama venye unaweza enda shule inaweza happen hivyo unacheki. So like tuna try ku create time mob ndio msaki kam kufunzwa akikam kusoma instrument fulani like anakuwa na experience ya kutosha unacheki. Sio ile tu busy ya 1 month msee amekama hapa 1 month hata hajashika anything amemwaga pesa alafu ameishia hivyo. So tunakwanga na 2 semesters na 1 semester imebeba 2 months. So kama ni 2 semesters that's 4 months. So msee akikam kuenroll anafanyishwa lessons for 4 months. Hiyo ni 2 semesters. But then kunaweza kuwa na crash program msee anaweza muafanye for semester moja peke yake. That's still possible. At least 2 months. That's at least enough msee akuwe na concept. Na unajua saizi tukiweza sema hivyo kuna mtu maybe anawasikiliza nyumbani alafu kuna vile anataka anafikiria wow, so pia mimi napenda kufanya hivi lakini sijaipata place ya kuenda kufunzwa ama kufanya nini. So nini pesa ni rafiki ya mfuko ama atasikia alafu ashtuke ashindwe kukuja. So actually Doni iko very friendly kwa mfuko ya msee. So hawezi toroka. Actually ukisikia bei utabambika. Jo actually ni 4 months. So ukidivide hiyo ndo unafaa kulipa per month ni less sana. Ni staff unaweza amua leo nilipata kazi mahali nimepata ka punch unafanya save up kama unalipa hiyo fee. Like ni do iko very conducive to mavijana juu actually lengo yetu ni mavijana wapate hiyo opportunity ya kusoma. So huwezi finya maboys like my youth wafinya mfuko like haitakuwa successful yani unacheki juu si wote tuna hustle like hii age yetu ya vijana tuna hustle sana na ukiwaambia unajua pia waambia amount ndo mtu akwange akitaka kukuja akwe na hiyo nini ajue nimesave kitu fulani, so waambie amount. So for example kama piano tunacharge 27,500. Hiyo ni for 2 semesters. That means if you divide it per month inakuja roughly 7,000 kitu kama hiyo roughly 7,000 Sinaona hiyo ni pesa conducive sana kwa kijana like anaweza amua akienda afanye pengine kama ni msee anafanya biz kidogo in a day ana save kitu kama punch like hiyo inampush vizuri sana. So anaweza kuwa capable kulipa hiyo do. Then maybe naweza sema tu the most expensive instrument so that msee aone kama hii ndio the most expensive kumaanisha basi ni kitu affordable sana. So the most expensive instrument ni guitar.
Yeah. Drums I mean, sorry, not guitar, drums. Drums ni 30,000. Yeah. But if you divide it per month, inakuja roughly 6.5. Roughly 7.5. Yeah, roughly 7.5. 7.5 ndio hesabu. Yeah, so you see, that's the most expensive instrument, but bado ni pocket friendly. Yeah, true. Unajua kama vijana kuna watu wanapenda kukimbilia, so unaambia mtu enda kwa pesa mingi ndio at least kitu yako inatoka ikiwa quality, si ndio? Okay, nikiweza jaribu kuuliza like kuna mtu mmefanyia kitu alafu akakuja akasema wow, yani akaleta tu watu jua anajua ni kitu poa mmefanya. Manzi, tumepata wasee, tumewafanyia wamekaa wamesoma, kuna wengine tumewatolea ngoma, like wamebambika tu, like si wenye hatuwezi sema like sijui nitaiwekaje, but ile state ya kujisifu like tunaweza fanya tunafanya kazi poa manini. Okay, yeah, tunafanya out of our best we can. So now say hiyo wanafurahia sana juu actually hati yetu inakuanga tu to offer the best to client mwenye anakam. So it's very simple hivyo. You offer the best na ina turn out kuwa msee alibambika sana. Like wase wanasema tu mazee lazima nikam na msee mwingine unacheki. Kama hiyo. And what is unique? Yani nini unique kwa busy yenu? Like ni nini unique yani yenye mmetoa mtu ukitoka huko nje uende kwa studio nyingine hawana, unaona? Naweza sema most unique about this business ni eti tuna focus on quality rather than ile price yenye inakuja na hiyo quality. So we don't focus sana na pesa as much as watu wengine huwa wana focus wanasema pesa kwanza. Si tuna prefer quality. Then hiyo quality mtu akipata quality atangangana pia aweze kufikia the quality in terms of price. So the most unique thing ni quality kwanza. Naweza sema hivyo. Hiyo ndo mimi nimeona sana. Unless na ndugu yangu labda hapa ako na ingine. Basically ni hiyo. Ni unapata that tuna blend quality na affordability. Kitu huwezi pata rahisi. Kama kitu ni cheap ni quality mbaya. Kama ni high quality ni expensive, but sasa tuna meet hapo katikati. Okay. So tukiongea like mna manage aje pesa yenu? Unajua lazima kuna mkipata at the end of your semester moja alafu mko group. So kuna vile lazima mnasema huyu amefanya vizuri, maybe akona ka token mahali, or mna nini manage aje pesa yenu mpaka kulipa rent, vitu kama hizo? Okay, unaona sasa for example studio akikam then walipe fees, so inakuanga mse mwenye teachers wanalipwa according to kazi yenye wanafanya. So like for example kama mwalimu wa piano probably ako na wanafunzi kama 5, alafu pengine mwalimu wa bass ako na pengine wase kama 2 ama 3. Juu pia hizi muziki zinaendanga pia na sijui nitasema aje tu, like interest ya wase unapatanga imerely kwa instrument fulani sana, unapata wengine hawataki nini sana, maybe wanaogopa ni ngumu kushika ama sijui sijui sana. So unapata mse wa piano, mwalimu mwenye anafunza piano atapata do mob kushinda mse mwingine, unacheki. Juu like unalipa according to kazi imefanywa. Unaweza pata mse wa baza kona waseka mbao na mse wa kiza kona waseka 2. Uwezi waeka leo moja juu mse anafanya kazi mingi. So hivyo ndio tuna manage in terms of kulipa wase wenye wanafunza students. Then story na rent, okay. Sometimes unapata challenges kidogo juu maybe wase hiyo semester si wengi sana, but of course tuna manage kulipa rent na hiyo fees kiasi yenye wase wamelipa. Then tutasema nini nyingine, like kumanage vitu kama for example kulipa bills za stima. At least tunapata wase wa rehearsal akikam
wakilipa hiyo session inakita for those small things. Na unapata pia tunafanya recording pia, wasee wanatolewa mawimbo nini. So unapata ukigather hiyo do yote, at least unaweza manage hiyo kulipa rent, kulipa wasee wako, kulipa like expenses zingine. Unaweza pata pia kitu imespoil, so si lazima replace. Kitu kama hiyo. Okay, so kuna vile ukishalipa huyu maybe pesa yake hiyo, kuna vile mnakata kidogo ya hiyo nini nyingine. Of course, huwezi pia tena lipa kutumia do yote yenye mwanafunzi amelipa tulipe huyo mwalimu. Of course kuna percentage kidogo lazima ubakishe, of course ya kurun job, ya kuwalipa pia, ya kununua vitu zingine, of course tunataka kugrow, so lazima ukate hiyo pesa at least ibaki ya kumanage bills. So wezi allocate do yenye mwanafunzi amelipa yote iko channel to huyo mwalimu. Okay. Na mna advertise aje zenyu? On marketing try sana keep up na the current trends sahi. Tunajua wase wengi sahi kwa social media and all that. Na tunajua pia mainstream media ku advertise ni expect kidogo, and we just started few months ago. So pale Facebook tuko na page inaitwa The Enchipai Music Studios. Huwa tunafanya covers za ngoma, tunafanya mashups pia, then tunazipost hapo. When we have events, kama every Friday kuna kuangana events every Friday, and other days wakati tuna rehearsals nini. So zingine huwa tuna post pale, and also we have an Instagram page pia, The Enchipai Studios, and a YouTube channel bado Enchipai Studio. So tunazitumia sana ku market for now, because as you know social media sahi ni free, so as the stakes go higher tutaingia mainstream media. Wow. Okay, na challenges gani ndo mmepata, like mmeface? Na unajua hata kama mmeanza juzi, kuna lazima tu kuna kale ka challenge fulani yenye mumenini, si ndio? Okay. So we as a group tunapatananga na some challenges along the working environment sometimes. So maybe upande wa maybe the student being able to actually pay fees as zingine inakuanga shida. So like to run the business fiti inakuwa at least in a slow down unacheki. So unajua Wasido wengine pia wanaji-drag kulipa, but tunawabeba tu. Like unataka wote wa succeed. So tena huwezi fukuza msee, like juu unataka kila msee a succeed. Tena pati ya rehearsal pia kidogo hizo challenges. Tunakazana tunazo. Okay. Na mkona any other shughuli mnafanyanga kazi zingine nje apart from studio? Kuna mtu akona busy yake mahali, ama maybe as a group mkaamua mkasema tufungue tena kaduka mahali hivyo? Kuna any? Kuna we have, unajua chenye tunafanya kwanza ni passion. Hii inapropeliwa na passion. But tukiangalia mseka Brayo ni student UON, Paul ni student Kabarak, pia Serulo ni student Kaba pia, me already ni graduate. So apart from the music yenye hii passion to drive, kuna zile hustle tunafanya na pia what we look forward to doing apart from music. Lakini don't get it twisted.